So mimi nataka niwaambie hivi, tumekubaliana ya kwamba vile vile tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana muko? Sikizeni ndugu zangu vijana. Shida ya Kenya kubwa ni hawa vijana wako wamemaliza shule, hawana ajira. Wengine hata wako na certificate, diploma na degree, hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niliwaambia kazi kupatikana lazima ipangwe. Na ndio sababu nimeweka mipango mara 4. Ya kwanza nimeweka mpango ya housing. Hapa Busia, vile tunafanya Kenya mzima. Saa hizi nikiongea na nyinyi, vijana 1120 sehemu tofauti tofauti ya Kenya wanafanya kazi kwa program ya housing. Na mimi narudi hapa Februari kuanzisha program ya housing ya hapa Busia. Hapa Busia nimepanga tunajenga nyumba 5,000 na tunahitaji vijana 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Angurai muko? Muko tayari kwa hiyo kazi? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Sikia, kwa hiyo mpango ya housing, tuko na kazi ya architect, tuko na kazi ya engineer, tuko na quantity surveyor, tuko na plumber, tuko na electrician, tuko na carpenter, tuko na mason, mpaka mtu ya mkono. Wewe sasa utashindwa kujipanga hapo? Kama hata wewe si architect unajipanga na ile inatoshana na wewe? Ama ni watu wa Busia. Na mbali na hiyo, tuko na watu wengi wanafanya kazi huko kwa makampuni ya kutuletea simiti. Tuko na watu wengi wanafanya kazi huko kwa makampuni ya kutuletea chuma. Tuko na transporters hapo katikati. Hata tanboy wako, hata madriver wako, hata wale transporters wako. Tunataka kupanga ajira hawa vijana wachipate, wako na mambo ya mapato yao, wajisimamie na wasimamie familia zao. Vijana mko tayari? Jambo la pili, mimi nimeenda Marekani, nimeenda Ulaya, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa, nimeenda nchi nyingi na wamekubali kutupatia nafasi ya ajira ya vijana. Nyinyi vijana mko tayari? Na ndio sababu, nataka mnisikize kwa makini, ndio sababu tumebadilisha sheria ya CDF. Huyu mbunge wenu na wabunge wa Kenya, nimepeleka sheria mpya kule bunge ya CDF, wamebadilisha sasa kila ward, kila nini? Tutakuwa na ICT hub. Mahali tutawapangia ajira ya digital jobs. Pale kwa ICT hub kupitia mtandao, wewe kijana wa Angurai, unaweza kuwa hapa Angurai kwa ICT hapa Angurai, lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani na unalipwa na dola. Na sio lazima uchanue nywele ama kuvaa tai. Lazima bora unajua kufinya kompyuta. Sasa nyinyi tuache kusumbuana bwana. Huyu mjumbe wenu atajenga ICT hub. Mimi nitaleta kompyuta kwa ICT hub na kulete fiber optic hapa. Wewe kazi yako ni kwenda kufinya kompyuta upate dola. Nyinyi mtashindwa kufinya kompyuta mpate kazi? Mtashindwa? Sasa ukishindwa sasa mimi sijui nitakusaidia namna gani. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja watu wa hapa Angurai? Tuko pamoja? Mtajipanga? Mtajipanga? Vile vile mimi nataka mnisikize vizuri. Hapa Busia vile vile tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Huyu Otuoma ameweka milioni 250, nimempatia milioni 250 tujenge agricultural County Agricultural Industrial Park yenye tutaweka value addition, tutaweka manufacturing, tutaweka agroprocessing ya mazao ya watu wa Busia, tupange ajira yenu na tuhakikisha kwamba mapato zaidi inapatikana kwa mfuko ya wakulima. Vile vile huyu Otuoma amekuja akaniambia pia tuweke hapa special economic zone. Kwa ile economic zones, special economic zones 5 Kenya, moja iko hapa Busia. Tayari nimeweka milioni 500 na kuja kuianzisha nikirudi hapa Busia. Saa hii procurement inaendelea. Kwa sababu vile mnaona kule Athi River iko special economic zone, kuna vijana wanafanya kazi pale karibu 30,000. Tunaweka special economic zone nyingine hapa na Sewa hapa Busia.
Nyinyi mjipange, nyinyi vijana. Mko tayari? Mko tayari? Kwa sababu tunataka kupanga mambo ya exports. Tunataka kuongeza ile exports ambayo inatoka Kenya, ili tuhakikishe kwamba tunapata dola, tunapata pesa zaidi, tunaongeza uchumi wa Kenya, tunafukuza umaskini na tunapunguza madeni. Nyinyi mnanielewa jameni? Leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo yenu ya maji. Mimi nilisimama hapa nikawaambia tutaweka maji. Si namna hiyo? Hapa Malakisi tuliwapatia milioni 650 wakati nilikuja hapa nikiwa deputy president. Si namna hiyo? Lakini hawa watu wa rege wakati walikuja wakanikimbiza, hiyo mradi yote ikakwama. Nimerudi for the last 1 year, nimeikalia, sasa imekamilika. Na nimekuja kuifungua rasmi. Sawa sawa? Pale maji sasa tunatoa pale Malakisi, itakuja hapa Angurai. Itaenda Kocholia. Itaenda Malaba. Itaenda Kimaeti. Itaenda Muyanga. Itaenda sijui wapi. Dunia ile yote ile. Hiyo maji tumeweka mfereji kilomita 73 mfereji ya maji. Lakini hawa wabunge wenu, huyu mbunge wenu na huyu gavana wameniambia hiyo maji bado haijafika kwa manyumba ya watu wengi. Si ni kweli? Sasa niko na maneno na huyu chairman, huyu Imoite huyu. Si mnajua? Huyu John Imoite mulimzimia taa, lakini sasa nimempanga kiasi. Sasa yeye ndio chairman wa Lake Victoria North, ndiye anapanga hii mambo ya maji. So nimemwambia huyu Imoite, sawa sawa, tutawaongezea milioni 200 ya kusukuma maji ifike kwa manyumba yenu. So itapangwa procurement maybe another 2-3 months. Tarudi hapa kuianzisha rasmi, alafu kabla ya mwisho wa mwaka huu maji itakuwa imefika nyumbani kwenu. Tunaelewana jameni? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? Ati? Sasa wewe unaniharakisha, umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Siwacha nipange pole pole. Na nikiamua kulala hapa utafanya nini? Ama si mimi naweza kuamua kulala hapa? Simaona hii sura yangu ni kama tu ya Wateso. Hii weusi mimi niko naye karibu inakuwa blue kama yenu. Ama namna gani? So sikizeni, maneno ya stima, huyu jamaa ameniharakisha ati niseme mambo ya stima. Sijui ametumwa na nani. So anyway, wacha niwaambie mambo ya stima. Maneno ya stima tumekubaliana na hawa waheshimiwa wenu. Ule governor walinitembelea na hawa wabunge, tumekubaliana ile program ya last mile ambayo tulikuwa tunatumia kusukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi. Si namna hiyo? Ilikuwa imekwama. Unajua ile watu ya rege walikuja wakazungusha rege hapa, sijui BBI, kazi ikaharibika. So hiyo program nimeipangia tena. Sasa hapa Busia mwaka huu tumewapatia 1.1 billion ya kusukuma stima ifike kwa manyumba 16,000 ya wananchi wa hapa Busia. Na hawa wabunge wenu na ma-MCA watatuambia ni kona gani iko na matatizo, ndio tuweze kufikisha stima kona ile, tuweke mwangaza, ndio tufukuze shetani. Nasikia shetani anapenda mahali iko giza ama nini? Ni namna hiyo? So hiyo mpango tuko naye. Ile ingine ya community health promoters tumepanga na waheshimiwa wenu, tunataka kupanga ili mambo ya afya. Ndio mnasikia tuko na sheria mpya. Tuko na community health promoters hapa Busia 2,200. Tuko na community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya. Mpango yetu ni kuhakikisha kwamba afya inafikia kila mwananchi. Na wale watu ambao wamekuwa wakilipa CDF 500 katika sheria mpya, tunataka tuwapunguzie ije 300. Na wale ambao hawana pesa kabisa ya kulipa katika sheria mpya, tutawalipia kama serikali ya Kenya. Na tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu tena atauza ng'ombe yake ama mali yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali
hata ile ugonjwa saratani, cancer, diabetes, hypertension, ile iko na kisirani na ile iko na kiburi mingi, hata hiyo sasa tuko na hazina maalum ya kuhakikisha kwamba tunalipa ile gharama ya hospitali ya hizo magonjwa. Nyinyi mnanielewa? Alafu kuna watu wanasema ati tusiendelee na hiyo mpango. Tuendelee ama tuendelee? Na hii program ya housing ya hawa vijana wapate ajira, tuendelee ama tuendelee? Unajua hii Kenya iko watu na kiburi na madharau sana. Mtu ako na kazi, ako na gari kubwa, ako na mshahara kubwa, ako na comprehensive insurance, anapinga ati huyu asipate yake kidogo. Sio ni mambo ya shetani jameni? Watu bure kabisa. Lakini mimi nitawakalia ngumu. Watapatana na mimi. Sasa nyinyi mnafikiri nitanyamaza ati watu wakalie Wakenya wengine? Ati kwa sababu wako na pesa? Ati kwa sababu wanaweza kununua wakili? Ati kwa sababu wanaweza kuhongana kotini? Hiyo haiwezekani. Sijui kama tunaelewana watu wa Busia. Si ndio? Kwani jameni niwaulize watu wa Ngurai. Si heri tuwe na Kenya Wakenya wote wanajivunia kuliko ati Kenya wachache wanajivunia, wengi wanavumilia. Hiyo ni Kenya aina gani? Hiyo ni Kenya imepitwa na wakati. Na wakati tulisema tunapanga mambo ya watu wa chini tuwainue, we meant every aspect of it. Na ndio sababu tunasema yule mtu ambaye hana uwezo wa kulipa gharama ya NHIF, serikali ya Kenya itamulipia, so that we can lift every Kenyan. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Watu wa Busia tumekubaliana? Mimi nataka niende nifungue hii maji mkunywe. Si namna hiyo? Nipange hivyo? Nipange hivyo? Ati? Yaani sasa nyinyi mnataka maneno yote tuseme, kwani mumeambiwa siwezi rudi hapa tena? Si mimi nitarudi? Mnasema niseme ya county. Mnatakaje kwa county? Mnataka mtu yakuwa gavana? Ama mnataka nini? County ya? County ya Teso. Sasa nyinyi mko na kibarua, mnanipatia kibarua. Lakini sasa nyinyi watu wa Teso, hata nyinyi mnionee huruma saa zingine, kwa sababu ile kazi yote mnanipatia mimi nafanya. Hii lami mlisema niweke, nikaweka. Maji ndio hii nimeweka. Sitima nimezungusha. Chemasiri TTI nimetengeneza. Nikiwauliza tu kura moja mnanifanyia maneno. Hapana. Mimi naona sasa nyinyi, wacha niwaulize. Nyinyi wakati mnataka mtu ya kufanya kazi mnatafuta Ruto. Si ndio? Lakini siku ya kupiga kura mnapigia mwingine mwenye hafanyi kitu, hajajenga chochote. Lami hajajenga, mimi ndio nimejenga. Sitima hajaweka hata nyumba moja, mimi ndio nimefanya. TTI mimi ndio nimefanya. Mambo hii yote mimi nimefanya. Mimi naona nyinyi hamtaki mtu ya kufanya kazi. Mnataka tu mtu ya kitendawili. Tibim, tialala, ria. Mambo ya bure. Sasa wacha mimi niwaulize. Mmekubali tutafanya kazi pamoja safari hii? Nyinyi mkinidanganya siku hii nitawashtaki kwa Mungu nyinyi. Tutatembea pamoja? Hebu nione wala anasema tutatembea. Haya, wacha niende nipange basi ya county. Hii account iko na kibarua, lakini wacha niende ningangane nayo. Sawa sawa? So otherwise mimi nawapenda sana. Na nawatakia baraka ya Mungu jameni.